ili wawakishie moto. Ni kwa nini? Ni kwa maana wakati ule kumenyesha, ni lazima watu waikiwa na baridi. Na ni nini kiunaweza ondoa ile baridi? Ni wakati moto utakapowakishwa na watu wakae karibu na ile moto ili baridi iweze kuondoka. Hivyo ndivyo watu wa maeneo yale waliweza kuwafanyia watu hao ambao walikuwa wanaeneza injili, na wakawaita, wakawahakishia moto, wakawafanyia jambo la kipekee. Ni kwa maana walijua ya kwamba mvua imenyesha, na ni lazima watumishi wa Mungu, ni lazima nguo zao zimelowa maji, ni lazima miili yao ikiwa na baridi, na wakawaita ili wawahakishie moto. Na maandiko inaniambia wakati walikaribia mtumishi wa Mungu Paulo mahali alikuwa ameketi, kumbe kuna kuni zilikuwa mahali pale, na maandiko inaniambia ya kwamba kumbe zile kuni ndani yake kulikuwa na nyoka. Nyoka na ambaye alikuwa anajulikana ni nyoka hatari kwa mwanadamu. Akiuma mwanadamu hawezi akasurvive, kwa maana alikuwa ni nyoka, na ambaye alikuwa ni nyoka mwenye sumu. Na maandiko inaniambia wakati Paulo alichukua zile kuni ili aweke ndani ya moto, pasa moto iendelea na kuwaka, pasa moto isidi na kuwaka, yule moto akatoka ndani ya zile kuni, akamsonga mkononi, akampanda mkononi, na akamsikira mkononi, akampenda mkononi. Na maandiko inaniambia Paulo akiwa amejawa na nguvu za Bwana akamkukusia yule nyoka ndani ya moto. Na Biblia yako inaniambia ya kwamba wakati watu waliona ile jambo, walikaa kando, walisonga mbali, wakamtazama mtumishi wa Mungu, wakaanza kumhesabia masekunde, wakaanza kumhesabia madakika, wakaanza kumhesabia masaa. Maandiko yananiambia watu wale wakakaa kando, wakamtazama mtumishi wa Mungu. Ni kwa maana waliona ile jambo na ambalo lilimpata, na walikuwa wanajua yoyote ambaye na ile nyoka hawezi akaishi tena. Walikuwa wanajua ya kwamba yoyote apatwaye na yule nyoka hawezi akaendelea na kuishi. Na maandiko inaniambia ya kwamba wakati waliona ile jambo, walikaa kando na wakaanza kusemezana wao kwa wao, wakimhesabia mtumishi wa Mungu masaa, wakimhesabia madakika, yeye matumaini yao walikuwa wanaongojea anguke asilaini kwa ajili ya yule nyoka mwenye sumu. Alikuwa amempinda mkononi. Na ukiona wewe mchana wa leo, kumbe kuna maadui wanakaa chini, wanaangalia kazi yako, wanaangalia biashara yako, wanaangalia watoto wako, wanaangalia masomo yako. Wanasema hata kama amesoma hakuna mahali ataenda, hata kama ameolewa hakuna kunawiri, hata kama amekia kwa hiyo kazi hataweza na kupata chochote, hataweza kuinuka. Wanakaa chini, wanakutazama. Na maandiko inaniambia watu wa maeneo ile wakakaa kando na wakaangaliana, wakaanza kusemezana wao kwa wao ya kwamba wanamwongojea waone Paulo anaanguka. Kumbe
nawe Paulo anaenda na kunawiri. Nimekuja kuongea na wewe mchana wa siku ya leo. Waganga kule wanakaa wakikuangalia, wachawi kule wanakaa wakiwakuangalia, wabaya kule wanakaa wakikuangalia. Vile utaishi maisha ya shida, vile utafilisika, vile utaenda mbali. Wanakaa chini wanasema kanisa hii haiendi mbali, mtoto huyo haendi mbali, mtoto huyo atasaidia mzazi wake. Wanakaa chini wanasema sana wao kwa wao, lakini nimekuja nikuambie ya kwamba watakaa wakikuangalia, watabaki wakikuangalia, na wewe utachomoka, watabaki wakikuangalia, lakini wewe utaweza kuchomoka. Maandiko yananiambia wakati ule nyoka alipompina mtumishi wa Mungu mkono, watu walikaa chini. Sijui ni sumu gani wameachilia juu ya maisha yako. Haijalishi ni sumu ya magonjwa, haijalishi ni sumu ya kuteseka, haijalishi ni sumu aina gani. Nimekuja kutangaza Bwana anaenda kuiondoa.